Unaamini nini? Nilikuwa natafakari sana habari ya this message hii. Ikanijia tu. Nilikuwa nimekaa hapo usini kwangu na tafakari na kufanya tafakuri yangu. Ikaja inaniambia unaamini nini? Sema naamini Mungu. Ilinija sasa nikakaa hapa madhabahuni usiku, maana mimi karibu wiki nzima nimekuwepo hapo kanisani. Nimeondoka jana saa 8. Nikasema naamini Mungu. Kwa hiyo nikapata tafakuri ya kufikiria sana, baadaye nikagundua akaniambia hebu nenda kawashirikisha wanangu wanaamini nini. Wanaamini nini? Nikapewa mwandishi mmoja wa kitabu mmoja akaandika, anasema you cannot live beyond what you believe, kwa lugha ya Kisukuma. You cannot live beyond what you believe. You cannot live, huwezi ukaishi nje ya kile unachokiamini. Hawezi ukaishi nje ya kile unachokiamini. Kwa kile unachokiamini ndicho unachokiishi. You can't live beyond what you believe. Huwezi ukaishi nje ya kile unachokiamini. Yaani unachokiamini hayo ndio maisha yako. Yaani unachokiamini hayo ndio maisha yako. Sasa kitabu kile cha Mathayo, Luka sura 5 mstari wa 17 hadi wa 26. Kwa sababu muda wangu umeenda sana, mtanisamehe sana kama nitakuwa na taja maandiko alafu natoa maelezo kidogo. Hapa kuna habari ya mtu mmoja aliye paralyzed ambaye watu 4 walimpelekea Yesu wakati akiwa anafanya huduma katika nyumba na maeneo mengine. Wakamchukua mtu mmoja aliye paralyzed kumpeleka kwa Yesu. Ukiendelea kusoma maandiko haya yanasema wakati wanaendelea kumpeleka wakamkuta yule ndugu, sijui ni nini, lakini yule ndugu alikuwa ameparalyzed, na wale ndugu waliompeleka hawajatajwa kama walikuwa ni ndugu zake au walikuwa ni jamaa zake. Walikuwa watu 4 walimbeba mtu kumpeleka kwa Yesu. Aliposikia kwamba Yesu yuko mahali anafanya miujiza na maajabu. Sasa wale watu wakasema ndugu amekaa hapa miaka mingi, na hatujui miaka mingapi. Wakaamua kumbeba machela kumpeleka kwa Yesu mpaka pale ambapo makutano walikuwa wamekutana mahali ambapo Yesu yupo. Walipofika pale wakakuta makutano ni wengi sana, kiasi ya kwamba hawakuweza kupata mpenyo wa kupita kumfikia Yesu. Wale jamaa wakamfanya maamuzi ya kupanda juu ya gari, wakaanza kuondoa vigae kule juu. Lakini wakati Yesu akiwepo pale, Biblia inasema na Yesu alikuwa anatenda miujiza kuliko kawaida. Uwepo wa Bwana ulikuwepo, Bwana akitenda maajabu kuliko kawaida. Sasa ukisoma maandiko haya, wale watu walipoanza kumshusha yule jamaa, wakaangalia maeneo gani ambapo kuna movement, kuna uwepo wa Bwana. Mungu yuko mahali pale. Wale jamaa wakaanza kuangalia, haidano kama walikuwa wanafungua vigae vile, lakini wakaona mahali ambapo watu wamezonga, wakalenga pale, wakamshusha yule ndugu kwenye lile godoro lake. Walipokuwa wanamshusha kwenye lile godoro lake, wakashangaa, wanaona kule juu kuna godoro linashuka, au ni mkeka unashuka pale katikati ya Yesu. Na watu itabidi waangalie juu, waangalie na mshangao mkubwa ya kwamba ni nini hii inatokea. Na wale watu walianza kufanya ile jambo bila hata kumuuliza mwenye nyumba kama ilikuwa ni nyumba ya kupanga, ilikuwa ni nyumba ya mtu binafsi, I don't know. Lakini wale watu walianza kuondoa vigae, lakini mwisho wa siku wakashusha mtu aliyekuwa ameparalyzed. Ameshuka ile ndugu, aliposhuka lile godoro likatua mbele ya Yesu. Na Yesu alimuuliza swali moja. Alisema neno moja. Alipoiona ile imani ya wale watu, alipoona kule kuamini kwa wale watu, na walianza kulishi lile neno, lile wanaoliamini wakalishi lile neno, wakaondoka popote walikokuwa wanatoka. Halafu wakalishi lile neno ya kwamba tutakapomfikisha kwa Yesu, hakika huyu ndugu atapona. Wakalishi lile wanaoliamini. Na walipoliamini lile, walipomfikisha yule aliye paralyzed, Yesu alipomwona akamwambia, imani yako
imekuponya. Na ikatokea zaazaa kizaazaa, lakini Yesu akamwambia ile jepesi ni lipi? Kumwambia mtu imani yake imekuponya au kumwambia jitwike roho yako uondoke? Kwa Yesu alifanya tendo na tendo hili litokana na wale ambao waliishi katika ile imani yao, wakaishi katika hiyo imani na wakampeleka yule ndugu akapokea muujiza mbele za Yesu. Haleluya! Imani ni nini? Imani ni tendo, sio tendo linalopita. Tunapoongelea habari ya imani, sio jambo Mungu kinachopita. Imani ni kitu kinachozunguka. Ajiwahi. Asante sana. Naomba usimame. Pamoja na rafiki yako. Wewe ndio mwenye tumekaa umestarehe sana ndio maana kausingizi kana kule. Na Adamson simama. Simama. Alafu na bwana mdogo pale, naomba simama. Naomba mkae duara. Kaeni duara. Msikae karibu sana. Sawa? Sasa mnapokaa duara, mwingine watano nani aje? Yo aje. Yo. Gift. Yo. Sasa tunataka tutengeneze tuiangalie imani inavyokwenda. Sawa? Naomba muangalie, angalia mbele, angalia pembeni. Unaona nimekaa mimi. Angalia huko. Before me please, kama ninavyofuata Yesu. Alafu sasa hebu tuzunguke hivi. Wewe nifuate nyuma na wewe nifuate nyuma, sawa? Hivi, sawa? Unaelewa? Sasa napoongelea imani iko namna hii. Sawa? Iko namna hii. Ni kitu kinachozunguka. Kinapita pale ulipopita kinarudi tena pale. Sawa? Imani sio tena linalopita bali ni mzunguko wa maisha. Haleluya! Ni mzunguko wa maisha. Yaani unafika mahali umekata tamaa, umechoka, unatoka pale unazunguka tena. Unakuja kurudi tena kwenye start point yako ulipopita mwanzoni. Bwana Yesu asifiwe. Hii imani ya mtu aliyeokoka. Na nasema huwezi kaishi nje ya kile unachokiamini. Maana imani ni tendo linalozunguka. Haleluya! Tendo linalozunguka. Inapopita kipindi kigumu wewe unaamini. Unaendelea kuzunguka. Haleluya! Naomba kaka. Imani sio jambo linalopita. Yaani manake tayari. Imani kitu kinachozunguka. Na ndio maana leo tunapozungumzia habari ya kanisa la Bethel Zakiem, tuna historia ya tangu limeanza tarehe 14 mwezi wa kwanza kwa tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2014. Tukianza kuzungumza habari ya the movement, kutembea kwa kanisa letu, tumetembea katika hali ya mzunguko. Tunapita mahali ni kama kuna mahali tulipopita mwaka 2017, tunapita tena, tunapita maeneo mengine mapya. Hivyo tunazunguka. Imani ni jambo linalozunguka. Haleluya! Kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 35 na 39. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani jamani? Mungu. Hakuna kumpendeza Mungu. Pasipo imani hakuna kumpendeza Mungu tena. Jamani, mambo ya kanisa, mambo ya kiroho ni mambo ambayo yanafanyika kwa imani. Hatufanyi kwa kuona. Kama kuna mtu anatafuta kuona, utakaa sana, utachelewa sana. Hautamwona Mungu kwa mazingira hayo. Maana imani ni kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 16. Kila mtu amwendee Mungu lazima aamini ya kwamba yupo na ya kwamba yeye huwapatia haki wale wanaomtafuta. Unapomwendea Mungu, unapomtolea Mungu, unapoimba, unapofanya huduma yoyote, lazima uamini unayemfanyia ni Mungu wala si mwanadamu. Haleluya! Kila mtu amwendee Mungu lazima uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna watu hawaamini kama Mungu yupo. Ni maana wakati mwingine wao wanaangalia mpaka na wahurumia watu. Yanapotokea matendo ya imani nasema Mungu wangu hivi
anaamini kabisa kwamba Mungu yupo, mpendwa. Yaani watu wanaishi maisha ya mashaka, maisha ya hofu, maisha ya kuangalia kesho itakuwaje, jana itakuwaje. Tunapofika tena la kumwamini Mungu, tunamwamini Mungu ya kwamba yeye yupo. Haleluya! Yeye yupo, na amesema yupo. Kama amesema yupo, maana yake yupo. Amen. Wala halitabadilika. Kama mimi leo naweza kulala njaa, nikakosa chakula, nikakosa mavazi, haina haja kukata tamaa, kumwona kama Mungu hayupo. Nilale njaa, nisilale njaa, lakini yeye yupo. Haleluya! Tangu tumepita kwenye kipindi fulani kigumu hapa katikati, wiki mbili zimepita hapa. Katika hali hiyo, mazingira hayo hayatuondoi kumwamini ya kwamba Mungu yupo. Yeye yupo. Yupo. Kuna wahanga wengi wamepoteza ndugu zao na wengine watema vyote vile, lakini bado Mungu yupo. Wala haimwondolei sifa ya kwamba Mungu hayupo. Kufilisika kwa duka lako na biashara yako haimwondoi Mungu ya kwamba hayupo. Yeye yupo. Kushindwa kuzaa kwa wakati haifanyi Mungu ya kwamba hayupo. Yeye yupo. Kuchelewa kwa majibu yako, maombi yako, maombi miaka mingi, umetoa sadaka zako za kukumbukwa, haimwondolei ya kwamba Mungu hayupo. Yeye yupo. Utakata tamaa wewe, Mungu atamwinua mwingine, atajitambulisha kwamba yeye yupo. Yaani unaelewa? Yaani wewe ukamfikiria Mungu, yaani wewe ukamsusia Mungu kumwamini. Ukimsusia anaaminiwa mtu mwingine. Yeye Mungu yupo. Nilipokuwa nasoma hizi habari zikanifurahisha sana. Neno imani limeandikwa katika Biblia zaidi ya mara 500. Imani mara 500. 500 times. Mara 500 imani. Wenye haki tunaishi kwa imani. Andiko la Biblia inaniambia katika kitabu cha Mithali, hilo sijaliandika, aliko hapa. Inaniambia, inasema Mithali 1:27, hofu yenu ifikapo kama tufani, ndipo na msiba wako utakapokuja kama kisulisuli. Taabu na dhiki itakapokujilia. Maana yake ukikataa kumwamini Mungu, ukajaa hofu, ndipo na misiba yako inapokuja kama upepo, kama kimbunga. Ndipo itakapokuja kama tufani. Ndipo na misiba yako itakapokuandama. Maana ndani yako umeondoa habari ya imani ya Mungu tena. Na Mungu hana shida na hapotezi chochote. Mungu hapotezi chochote. Atabaki kwa Mungu. Imani ni nini? Imani ni ufunguo. Mimi nimeweka hivi. Imani ni ufunguo. Yaani huwezi kupita popote bila ufunguo. Bila ufunguo. Mimi wakati nakuja siku ile nilikuwa nakuja kwa ajili ya kupiga kura hapo, nikapoteza funguo zangu za nyumbani, funguo mbili zikadondoka, za hapa na za nyumbani. Simu waliniambia lazima nisiende nyumbani afu nisiingie ofisini. Nikapoteza funguo, sikuingia ofisini. Nikakaa zangu hapa. Nikajiombea zangu. Daktari dada alikuwa anafanya hapa. Nikamshukuru Mungu. Nikasema nyumbani. Wakati nzuri nyumbani kulikuwa na funguo ya ziada, mama nao na kanisani ulikuwa na funguo ya ziada. Basi nikaenda nyumbani. Nikapoteza funguo. Sikuingia ofisini siku hiyo. Sikuingia ofisini. Maana funguo ni kwa sina. Imani ni ufunguo. Uwezo ukaingia popote, uwezo ukawa tajiri, uwezo kuwa ukafanikiwa mahali popote ukiondoa kitu kinachoitwa imani. Lakini jambo la pili, imani ni jicho. Sio macho, ni jicho. Sawa? Ni jicho la kuona beyond, la kuona mbele, la kuona kuelekea, la kukupa morali, la kukupa mori, la kukupa hamu ya kwenda unakoelekea, unaenda mahali sahihi. Mbele unatakiwa kutembea, unatakiwa kwenda mbele. Imani ni jicho la kusaidia kuona. Jicho la kuonyesha ya kwamba nitafika na kutakiwa kwenda. Lakini jambo lingine, jicho tena hili sio jicho la jicho la ndani. Jicho la ndani. Jicho la ndani mtu unafanya mambo ya rohoni mpaka watu wanakushangaa. Kwamba huyu vipi, mbona anafanya sana mambo ya Mungu?
Ni kwa nini? Ni kwa sababu ndani yako unaona nini mbele yako kinatokea. Haleluya. Lakini imani ni mzunguko wa maisha. Hiyo nimeisema. Imani ni mzunguko wa maisha. Unazunguka, zunguka. Haleluya. Hebu tuangalie tabia ya imani. Kumbe imani na tabia. Imani na tabia ziko kama tatu hivi. Tabia namba moja ya imani huona. Imani huona. Ina jicho la kuona. Haleluya. Imani huona. Huwa inaangalia. Inaweza ikaangalia ikaona. Alafu ikiona inakupa morali ya kutembea. Ninajua ninachokifanya. Najua nakoelekea. Imani inakupa kuona. Imani inakupa morali. Ina jicho la kuona. Inaona mbele. Imani inaona. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwa maana nyingine, watu wa Mungu, sisi tunaonekana katika mazingira ya kawaida kabisa ya hali ya kawaida ya maisha, mfumo wa maisha. Lakini mioyoni mwetu tuna jicho la pili la kuona mbele. Na ndio maana tunaweza kutangaza mamilioni ya hela hapa madhabahu kwamba kuna milioni ngapi. Mtu mwenye mashaka asema, tutafika huko. Lakini mtu mwenye macho ya rohoni anaona tutafika. Haleluya. Anaona tutafika. Jina la Bwana libarikiwe. Nikukumbushe mke wangu. Wakati naanza kule kijiji miaka nyuma, nikaushuhuda kidogo tu. Sekunde 2. Tumechukua galatoni letu, wameshalipoteza vijana wao. Tafuteni galatoni langu. Ilia. My God. Ilia, bring here. Hii nilinunua shilingi 200,000. Kwa mzee mmoja anaitwa mzee alikuwa anatengeneza magitaa hapa, alikuwa anaimba kwaya hapo Mtongani. Anaitwa Lamek. Shilingi 200,000. Hii nilinunua shilingi 200,000. Gato. Nikalichukua ile na wimbo namba 120 ngapi 22 kwa mabano uliyewaita. Nikasimama mimi na mke wangu sina nani. Mimi kwa hujazaliwa nikasimama na naondoka wapi? Kijiji. Nalipa 500,000 mshahara, nyumba ya 3,500. Sawa Kumtegemea Mungu kuna faida. Wanawake wanajipanga kunitunza kama maeneo. Mpaka leo na vitu vyao vya kijiji. Wameniahidi kuninunulia gari na kufanya maana kujenga nyumba na niwanunua kiwanja pale Mbagala Kuu. Mpaka leo kiwanja kipande nituuza, baada nikanunua Kisenguro. Nikachukua hii galatoni hii. Sielewi ninaenda kuanzia wapi, sina mshirika, sina nani, sijui hata kupiga gitaa. Tukaanza kuimba, Bwana uliye waita takatifu. Sielewi ya kwamba nitaenda kuanzia ibada wapi. Sawa Sielewi. Na mshahara wangu unakatwa siku ile. Yoshua anaenda sekondari, yuko sekondari, hela ya kulipia. Viki yuko sekondari. Sina hela ya kulipia ada. Na sielewi kitatokea nini. Moyoni mwangu nilipoona kundi la watu mbele yangu. Nilipoona kanisa kubwa la Zakia. Nilipoona wanawake na wanaume wengi wanaotoka. Nilipoona watu wanafunguliwa na watu wanaponywa na watu wanakuwa huru. Siangalii mambo yaliyopo ndani nyuma yangu, naangalia mbele ambapo jicho la Bwana ananionyesha nini kitatokea Zakia. Nikaangalia siku ya kwanza na kosa hata mahali pa kuabudia. Pale tukaanza kufanya, mama anaelewa. Yalikuwa makala pale, tukaanza kutoa makambala. Tunafagia hapo, tunafanya ibada kwenye makarabati. Mama karabati hili ni karabati hili Jumatano, Ijumaa tumoja makarabati. Tunaamini ya kwamba iko siku moja itatokea. Kuna mamia ya wanawake watatokea. Kuna mamia ya wanaume watatokea. Kuna kwaya itatokea. Kuna vijana watatokea. Kuna viongozi wa idara watatokea. Kuna hubiri watatokea. Tunaamini baada ya karabati Bwana ataleta kanisa kubwa la kihistoria miaka michache ijayo. Si kama unaelewa ninachokisema? Mimi siongei habari ya maigizo, naongea uhalisia. Galatoni hili hapa ni shahidi yangu, hili hapa. My memory ni dalili. Kwa maana tutaanza. Mimi mashahidi nilikuja siku ya kwanza, siku ya 5 ulichelewa. Hapo ninapiga ibada
Sasa mmenirudishia malkia wangu. Tunzeni sana huyu. Ana historia na maisha yake. Imani huona. Imani yaona. Imani na unaponi na kufanya ujiandae kupokea muujiza wake. Haleluya. Kama unaamini, kama uamini, manake wewe unaishi maisha ya upepo. Unapiga ngumi hewani, na sisi hatupigi ngumi hewani, tunapiga ngumi ya uhalisia. Maana tunajua tunampiga. Haleluya. Hebu kunja ngumi namna hii. Kunja ngumi namna hii. Usipige hewani. Ona mbele yako unapiga Yeriko, unapiga ukuta. Tunapiga. Hatupigi hewani. Amen. Hatufanyi vita hewani. Tunafanya vita vya uhalisia. Sisi sio wanadamu wa kawaida. Sisi ni roho. Tunatembea katika roho. Mambo yetu ni ya rohoni. Wanaenda kutuoni wa kawaida, lakini sisi tuna mabawa, tuna macho ya rohoni. Dunia ina waya, lakini sisi tunanesa. Haleluya. Dunia inajiuliza tena wapi? Sisi tunanesa. Kwa sababu ndani yetu tuna kipindi ya Roho Mtakatifu. Wala hatulii gongo. Maana tunajua tunayemwamini. Tunajua tunakoelekea. We know. Tunajua tunakokwenda. Hatupapasi, tunalenga. Haleluya. Hatuendi kwa kupapasa. Hatupapasi. Haleluya. Nataka niwaambie wana wa Zaki, utakaposhindwa kuamini na wewe, Mungu atainua malaika, wataamini na mtumishi wake. Kama usipoamini mwanamke wa Zaki, Bwana atainua mawe, yataamini pamoja na mimi. Lazima vita vipigwe. You just say, acha kuamini kama mashaka yako, lakini bado mwenye kazi yake na makusudi yake na mpango wake wala hautabadilika, wala hatageuka nyuma. Yeye ameamua vita, amepanga vita, na lazima vipigwe kwa gharama yoyote, kwa vyovyote itakavyokuwa, kwa hali yoyote, lazima vita vipigwe. Unaishi maisha ya kiduchu, maisha ya mashaka, unatembea kama kinyonga. Hapana. Wenye haki wa Zaki, watakatifu wa Zaki, mimi ni mwasisi wa kanisa hili, wala sijaribu hapa, na wewe sio mtu wa kwanza kuja hapa. Walikuwepo watu wengine, hata kabla wewe walikuwepo, na mimi najua kabla Zaki sijaja, Bwana aliniona kanisa la Zaki lipo. Kabla sijaitwa, Bwana aliona Zaki lipo. Bwana aliona kuna vijana watatokea. Bwana aliona kuna mroi kwa itatokea. Bwana aliona kuna Bethel kwa itatokea. Bwana aliona kuna watoto watatokea. Bwana aliona kuna miujiza ya ajabu itatokea. Bwana aliona kuna matasa watazaa. Bwana aliona kuna watu watafunguliwa. Bwana aliona kuna watu watatolewa. Kabla mimi sijaitwa, Yesu aliona, na ndio maana akaniamuru mtumishi wake ya kwamba acha usawa, acha nyumba nzuri, nenda kibonde maji, nenda dukani jako, nenda kazoe matambara, nenda kazoe kondom, nenda kazoe matambara. Matambara hayo yamebadilishwa yakawa hai, yakawa kanisa. Haleluya. I thank God for that. Ninamwinua Bwana kwa sababu naelewa. Najua nilipokuwa kutoka pale, mama anajua nilikuwa dampo. Unajua dampo liko hapo. Watu wanafikia takataka zao, tunakata jembe, makondo, vinyesi, mansima, manepi, tunazoa, tunakusanya, tunatupa. Kumbe Mungu alikuwa anayabadilisha yale takataka yale kuwa watu wa Mungu, kwa huduma kanisani. Haleluya. Ninapokuona namna hii, moyo wangu unayeyuka. Ninapokuona namna hii, nyumbani kwangu kuna waka moto. Natamani nikae nyumbani mwa Bwana wangu, nimwambie Baba niseme nini.
uliniita ili uongoze na mimi uliniita. President ingekuwa wapi? Wanawake wangekuwa wapi? Makasa wangefunguliwa na nani? Kwa agizo lako nikakubali, nikasema Baba, niko tayari kwa imani, niko tayari kwa imani, nikatisha usalama. Wakaniambia hatukulipi kodi ya nyumba, hatulipi kodi yako, hatulipi mshahara wako, utakijua wenyewe. Wakanichonganisha na mabosi wangu, bado mtu nikaidi, amekaidi, anapapara. Mzee wangu akanisaidii, Batiza akanichukia, akaniona sifai tena, akasema sitaki, simu yangu akawa hapokei, akakataa. Nikasema sawa, nikalala kwenye makarabati, nikamwambia Mungu, kama ni wewe ulinionyesha nijulikane ya kwamba ni wewe. Kama sio wewe, na useme sasa. Kama sio wewe, zaidi na useme sasa. Kama sio wewe, na uongee. Mungu ananiambia usiogope. Nitaleta watu. Nitakuinulia watu. Nitawainua watu. Wanawake na wanaume. Watu wa kawaida. Hawana fedha. Wamejaa madeni. Lakini watakuinua. Watakutegemeza. Watasimama na wewe. Watu wamechoka. Waliokata tamaa. Waliokataliwa. Watasimama na wewe. Na mimi naamini kile ninachokiamini ndicho ninachokiishi. Haleluya. Sirudi nyuma. Usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Bado mbio zinapiga. Bado tunakimbia. Tunapiga maneno. Hatuogopi. Hatuna mashaka. Haleluya. Watakatifu wa Bwana. Haleluya wateule wa Bwana. Sikiliza nikwambie. Musa akaondoka na watu kadhaa kuelekea nchi ya ahadi. Wengine walifia jangwani, walimalizika jangwani. Walionung'unika walifia jangwani. Bwana alivuka na watu, alivuka na kizazi kingine kipya. Yoshua na kizazi kingine waliona nchi ya ahadi. Na mimi naamini tutavuka. Wewe ni kizazi kingine. Amini pamoja na mimi. Amini ya kwamba tunakwenda, tunashikamana, wanawake, wanaume, vijana, hakuna kurudi nyuma. Tunapiga vita, lazima tuondoke. Haleluya. Yesu ni mwema. Usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Sikiliza jambo hili. Imani ina tabia kusema. Yeye yenyewe inasema. Imani naongea. Imani naona, lakini imani inasema. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 27. Imani inasema. Imani naongea. Soma kitabu cha Mathayo 15 na mstari wa 27. Hilo andiko liko hapo. Utaona Mungu anasema nini. Lakini imani pia hutenda. Imani huwa inatenda. Huwa sio maneno tu. Imani huwa inatenda. Kitabu cha Luka 7 mstari wa 37. Imani inatenda. Naweza kushuhudia watu hapa niliowajua mwanzoni. Nawafahamu. Wale nawajua kwa majina yenu. Nawafahamu hata kama utazima data, lakini mimi nakujua. Imani inatenda. Mungu amekutendea. Umekuja hapa ukiwa hivi, leo uko hivi, na Mungu anajua, na Roho Mtakatifu anajua, na wewe unajua. Imani inatenda. Lakini jambo la tatu, imani huwa inasimama. Mstari wa 30 sura ya 7. Imani inasimama. Imani haikimbii, huwa imani inasimama. Sikiliza. Inasimama namna gani? Wakati unaenda. Sikiliza. Wakati unaenda. Wana wa Israeli wakati wanaenda nchi ya ahadi. Wakaenda. Mbele kuna bahari, sawa? Nyuma kuna maadui. Walipofika bahari, wakasimama. Walisimama kwa makusudi. Maana yake walisimama huku wakiwa na matarajio ya kuendelea mbele. Sawa jamani, imani inasimama. Na naelewa wewe mtumishi wa Mungu mzuri sana. Umemtumikia Mungu kwa viwango. Kuna mahali unasimama, lakini unaangalia mbele. Lakini baada ya muda sio kidogo unapiga hatua nyingine tena.
Haleluya. Na ndio maana nimekuleta leo kwenye ibada ya leo, akutie moyo. Uliposimama, tembea mbele tena, nenda mbele tena. Umekuja hapa leo, utiwe moyo. Na kama usisimame hapo, nenda mbele. Usisimame hapo, nenda mbele. Ni kawaida, lazima usimame. Usikilize maelekezo ya Roho Mtakatifu na Mungu anasema nini. Nini utatembea na unapiga hatua ya mguu gani? Tumesimama mahali lakini haturudi nyuma. Mungu akamwambia Musa, akamwambia alipomwambia wana wa Israeli wananililia, niwaambieje? Mungu akamwambia waambie wana wa Israeli warudi nyuma warudi nyuma warudi nyuma imeandikwa hivyo, warudi nyuma warudi nyuma warudi nyuma. Alimwambia waende wapi? Mbele 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 mbele, usirudi nyuma, usirudi nyuma. Unapoona mwingine amepigwa risasi na shetani, hakuna sababu ya kukimbia. Nenda mbele, kamilisha mwendo wako, kamilisha safari yako. Usikubali kuvunjwa moyo na maisha. Usikubali kukatishwa tamaa na mazingira. Nenda mbele. Bwana atafanya njia, Bwana atafanya njia, Bwana atafanya njia, atafanya njia, atafanya njia. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli waende mbele, na hawa maadui zao hawatawaona tena. Wana imani na kutoa tangazo. Tangazo ni hili, endelea mbele, lakini tangazo muhimu ni hili, mzingatie. Hao nao wanapata nyuma, hawatawaona tena, hawatawaona tena. Na Biblia inasema mwanamke wazake, kijana wazake, endelea mbele. Hayo unayoona hawatawaona tena, maana Bwana anakwenda kukunyanyua, anakwenda kukupa mbawa. Mwaka 2025 sio mwaka wa kukumbukwa, ni mwaka wa historia. Haleluya, haleluya, ni mwaka wa historia. Yaliyojiri ni yapi? Yaliyotokea pata watu wepo redio, yaliyotokea. Lakini Israeli tunayoishi mwaka 2025, usivuke na mapito yako, maana hautawaona wale maadui zako yaliyoliwa na maadui yakasazwa na parale. Bwana atayarejesha tena kwa mtu mwenye imani. Amini hilo, tembea katika hilo. Dunia inawayawaya, lakini wenye haki tumesimama imara, hatuogopi, hatutetereki. Biblia inasema inueni macho yenu juu, mwangalie juu, maana Bwana amesimama mlangoni, anatunga mkono wake. Mwanangu usiogope, mwanangu usiwe na mashaka, usiwe na hofu tena. Tembea, imani usimama. Alafu unasikiliza tangazo, nenda mbele, nenda mbele. Wewe peli biashara yako, usikate tamaa, endelea mbele, endelea mbele, endelea mbele. Umefeli masomo yako, usirudi nyuma, endelea mbele, endelea mbele, kutimiza makusudi ya Mungu aliyokusudia kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Neno la Mungu litamu sana. Ukiniita tamu sana. Nimesikia tamu. Wewe je? Lakini sikiliza, imani hufurahisha. Imani inafurahisha. Unaelewa? Imani inafurahisha. Imani inafurahisha, si ndio? Kuna kitu nakifurahia ambacho ulikuwa unapitia hapo nyuma, si ndio? Kuna kitu nakifurahia kama anavyofurahia kila mwingine kukuona wewe hapa. Una kitu nakifurahia. Mimi nikikuona wewe nafurahia. Na mtolea Mungu sadaka ya shukrani every day. Kila siku. Mwambie asante. Mungu, asante. Mara kadhaa nimekaa pale, wale bado wanaimba, mimi nalia.
Nikisema nahubiri, mimi nalia. Nikiona kina Joshua nahubiri, mimi nalia. Nikiangalia mimi nalia. Nikiangalia mbele kanisa la Mungu ambao ninafundisha kwa haya, mimi nalia. Wewe unataka wewe? Sio kilio cha huzuni, kilio cha furaha. Haleluya. Imani hufurahisha. Lakini pia imani hupokea. Unapokea. Alafu bado unaishi katika kila ambacho unakipokea. Tafsiri nyingine ya imani maana yake ni kusubiri au subira, udhabiti, msimamo. Tafsiri nyingine ya imani maana yake ni kusubiri. Nataka nikwambie, acha kukimbia. Acha kutoa ulimi. Acha. Tulia. Mwambie Bwana kungoja. Nitakungoja asubuhi, nitakungoja mchana, nitakungoja jioni. Haleluya. Ngoja Bwana atatokea tu. Atatokea. Atakuja. Mapema hautajua, utajua kwa hapa ni Bwana. Imani ina subira, haibabaiki, haina mashaka. Na subira, lakini pia iko thabiti na inasimama. Na imani haikimbii tatizo. Imani haikimbii jaribu. Imani inalikabili jaribu. Haleluya. Unamkumbuka Daudi, unamkumbuka alivyolikabili jaribu lake. Kule nyuma dharau ya kina Goliathi hapo na ndugu zake. Mbele pia matusi ya Goliathi. Arudi nyuma matusi. Mbele dharau. Wewe. Sasa kaangalia Daudi nyuma, wewe ni mtu gani dharau, unavunja moyo. Huku mbele anatukana. Sasa niende yanonitukana huku nyuma, niendelee mbele. Anamwambia Goliathi, unanijia kwa fumo na mapanga. Mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi na mtukana. Haleluya. Niendee jaribu lako kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Kwa jina la Bwana wa majeshi utatoka. Hajalishi mwaka wa kwanza au ni mwaka wa pili au ni mwaka wa tatu au ni mwaka wa nne. Niliwaambia siku moja ya kwamba nadhani hapa si darasani kwangu. Niliwaambia nitoe mfano wiki iliyopita nilikuwa nafanya darasa la Biblia. Nikamwambia unaweza kanoa shoka lako masaa 8, alafu ukata mbuyu masaa 2. Sawa? Unoa shoka lako masaa 8. Unaoa tu. Unaoa. Unaoa tu. No. Masaa 8. Mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili. Mwaka wa tatu. Mwaka wa 4. Mwaka wa 5. Unaoa. Maana kwa unainoa ile unavumilia. Unasubiri. Unasema Bwana ni wewe tu unastahili. Alafu siku moja sasa unapewa silaha sasa ya kwenda kukata ule mbuyu. Na unajua mbuyu unakwenda kukata ule mbuyu. Masaa 8 unaokata mbuyu masaa ngapi? 2. Sawa? Unaokata mbuyu masaa 2. Kwa nini? Shoka lako lina makali ya kutosha. Una ushuhuda. Una maisha. Umemjua Mungu sawa. Yaani ukisimama kumwelezea Mungu alivyo ni kama wao na kauli toka mbinguni, ni wewe ulikuwa wakati anaumba. Narudia tena. Maana yake ni nini? Unapokuja kumwelezea upendo wa Mungu na neema ya Mungu na uaminifu na kazi ya Mungu aliyonayo Mungu kwa maisha ya mwanadamu, ni kana kwamba wakati anaumba mbingu na dunia ulikuwa pale pembeni yako na mwangalia. Kumbe ni kwa sababu ya namna ambavyo umeinoa imani yako. Mwaka wa kwanza unamtumikia Mungu wako tu. Unaimba kwaya. Unatoa kwa uaminifu. Wala ukati tamaa. Unapofili siku unaongeza kutoa. Unaongeza maombi. Ulikuwa unafunga mara 2 kwa wiki, unafunga mara 3, masaa 72. Unaendelea. Kadri unavyoendelea unaongeza bidii. Hapo siku moja Mungu anakupa mtihani wa dakika 5. Unakaa alafu sikiliza. Nyuma yako kuna watu watasema hakika Mungu wa Michael Matano huyo ndio Mungu wa kuhudumia. Mungu wa Jim huyo ndio Mungu wa kuhudumia. Niambie chini, si ya mafanikio ni Bwana tu. Ni
tu, ni Mungu tu. Kwa nini? Ulinolewa, ukatengenezwa, mwisho wa siku unakuja kumtukuza Bwana kwa matendo makuu ambayo Bwana atayafanya katika maisha yako. Haleluya. Amen. Nataka nimalizie pointi kadhaa hapa niende kumshukuru Mungu. Jinsi ya kuidumisha imani. Unaidumishaje imani yako? Unaidumisha imani kwa mambo matatu au manne. Jambo la kwanza, kuwa kwa machozi ya toba na kujitakasa. Imani yako itadumu tu endapo kama utakuwa ni mtu wa machozi. Yaani utakuwa na macho ya samaki. Kuna watu wana macho ya samaki. Utaona chozi analia kwa ajili ya Bwana. Akilia sana analia kwa ajili ya matatizo. Msiba. Lakini kulia mbele za Bwana ya kwamba mlilie Bwana kwa ajili ya dhambi zake na maisha yake. Hema. Ndio maana lazima kuanzisha ibada ya kuabudu hapa. Watu machozi meupe. Hata ubichi. Hamna. Mpaka sikia msiba umetokea nyumbani. Lakini imani inadumishwa kwa machozi ya toba. Tunapoingia kwenye masuala ya toba, tunalia machozi mengi. Bwana nitakase, Bwana nisamehe. Mimi sijafanya kama ulivyonielekeza kufanya. Sijapenda kama ulivyoniagiza kufanya. Nisamehe Bwana. Kwa mfano, chukulia kwa mfano leo kuna matukio mawili hapa matano. Tukio la kwanza la watoto, tukio lingine la sadaka shukrani, tukio lingine la kujitolea kwa hiari na kwa moyo. Mtu mwingine anaweza akawa hakufu na jambo lolote, asikii kuumia, jambo la Mungu nisamehe, nimeshindwa kufanya, ni Mungu nisamehe, sijatimiza, nisamehe. Anakuwa vile anaondoka mkapa, anarudi mkapa. Usitegemee kama Mungu atakufikisha mahali. Tunaweza kuidumisha imani kwa machozi ya toba na kujitakasa. Jambo lingine, kwa kutambua kuwa bila Yesu sisi hatuwezi. Bila yeye hatuwezi lolote. Na anasema bila mimi ninyi hamwezi lolote. Bila Yesu biashara yako hakuna chochote. Ninawaambia wapendwa katika Bwana, hatufanye kwa kujisiongea hapa, kwa kujisifu au kujinadi, kujimwamba hapa. Nataka nikwambie, kama umeamua kuokoka, umeamua kuwa very serious na Yesu, uwe serious na Yesu. Kama uko very serious na Yesu, maanisha kuwa na Yesu kweli kweli na umtegemee kwenye shughuli zako, utatoboa. Amen. Jambo la pili, sisi ni udongo na yeye ni mfinyanzi wetu. Sisi ni udongo, tunafinyangwa na yeye. Anatutengeneza kila wakati, anatuumba kila wakati, anatuponda kila wakati, anatukekamiza kila wakati, atutengeneza kuwa vyombo vingine vinavyofaa kwa kila kazi njema. Wewe ni udongo, ndio maana tumekuja leo ibadani ili atufinyange. Jambo lingine, kuitumia vizuri chupa ya marihamu midomo yetu mbele za Yesu. Yule mwanamke, ukisoma ile habari ambayo nimesoma hapo nyuma, kuna mwanamke mmoja alikuja kwa Yesu akiwa na dhambi nyingi sana, akiwa na madhambi mengi sana. Lakini alipofika mbele za Yesu, alipotambua ya kwamba Yesu huwa anasamehe dhambi na amesamehewa dhambi zake nyingi, alikuwa mzinzi. Alipofika pale mbele za Yesu na wanafunzi wamekaa, akaipaswa ile chupa ya mafuta ya marihamu yanayo mafuta ya thamani sana, akanyimina yale mafuta yake miguuni pa Yesu. Alafu na nywele zake akazinamisha pale. Si kama nywele za nani hapa anapenda kufuga nywele zake zile original zile za nani. Akainamisha nywele zake, alafu na machozi akakadondosha miguuni pa Yesu. Akaanza kufuta yale mafuta, akaanza kumpaka Yesu miguu yake, na machozi yake, halafu na nywele zake. Wanawake tunazopenda nywele, kwa mjana mama asubuhi kwa nywele tunapenda na kutengeneza kati hivi, anaanza kupangusa zile nywele, halafu na ile mafuta, ile chumba kikajao manukato. Unaelewa? Manukato. Tunatamani kuona mwanamke kijana mmoja kanisani, kwenye kanisa letu hapa, akifika hapa anapaswa chupa yake. Ya manukato. Kanisa lijawa manukato. Yesu apangwe. Natamani Roho Mtakatifu anatamani kuona watu wanakuja hivyo ndani, wana
ya thamani, ungeweza kuyauza mafuta tukafanya kazi ya maendeleo ya kanisa. Unaruhusu mafuta ya Mungu kwenye miguu yako wakati tuna mahitaji mengi ya wajane. Huyu mwanamke ana madhambi mengi. Yesu akamuuliza Yakobo, Petro, nimefika hapa, tangu nimefika hapa hakuna ninyi hata mmoja aliyechukua hata maji ya kawaida kuniosha miguu yangu na mavumbi. Tangu nimefika hapa hakuna hata mmoja alinipangusa miguu yangu na mavumbi. Lakini mwanamke huyu, ingawa dhambi zake ni nyingi, lakini tangu alipofika hapa amekuwa akinipangusa mafuta ya dhahabu, ya fedha, ya manukato miguu yangu. Sikiliza, haijatosha, amedondosha machozi yake kwenye miguu yangu, ananiandaa kwa ajili ya maziko yangu, ya kwamba mimi sitanuka, mauti yangu itanukia. Haleluya! Si kama mtu ananielewa au kuna mtu anasinzia. Sikiliza, naongea ujumbe maalum kwa ajili yako. Yesu anasema huyu mwanamke tangu ameingia hapa amemimina mafuta yake kwenye miguu yangu. Hajatosha, amedondoshea machozi yake kwenye miguu yangu. Badala ya maji, nikipata maji ya kwenye mabasani, ya kwenye magudulia, ya kwenye vyungu, umekaa nayo, lakini yeye ameamua kudondosha machozi yake kwenye miguu yangu. Sikiliza, hajatosha, ninyi mna maelezo, mna vitambaa, lakini mwanamke huyu ametumia nywele zake zinazonukia, ananifuta miguu yangu. Yesu akasema huyu mwanamke ni kwa sababu amesamehewa sana dhambi zake. Na aliyesamehewa sana hupenda sana, hupenda sana, hupenda sana. Nasema aliyesamehewa hupenda sana, aliyesamehewa hupenda sana, hupenda sana, hupenda mno. Aliyesamehewa dhambi zake na yeye akajua amesamehewa, huwa anapenda sana. Anapenda sana, wala humuulizi, wala humwambii kitu. Yeye ni mtu wa fursa. Kila wakati lazima changamkie fursa, maana anajua amesamehewa dhambi zake zilizokuwa nyingi. Halafu sio mtu wa kujionyesha, ni mtu anayependa kukaa karibu na Bwana, ayajue mahitaji yake. Roho Mtakatifu amempa nafasi ya kwanza. Anapokuja ibadani, sikio lake liko attention. Bwana ana mahitaji gani? Bwana anataka nifanye nini? Bwana ameniita nifanye nini leo? Bwana amenichagua nifanye nini leo? Bwana ameleta ibada kwa ajili ya gani? Ameleta kwa ajili ya nini? Ana jambo gani nifanye? Amenituma nifanye nini? Masikio yake yako attention, maana amesamehewa sana na amependa sana. Moyo wake umefunguka. Yesu akamwambia Petro, huyu mwanamke amehesabiwa haki, amesamehewa sana, maana ndio maana amenipaka mafuta miguu yangu na mafuta yake na machozi yake na nywele zake. Je, kuna mtu anaweza kushiriki leo? Je, una mafuta aina gani unapokuja ibadani? Je, unapokuja ibadani unakuja kama msibani kwamba itakapotokea wasikilize mwenyekiti wa kamati ya mazishi achanga bukubuku 500 kerojero? Unapokuja ibadani una moyo wa ibada? Bado unajua roho Yesu yuko hapa. Maandiko yanasema hivi, wawili watatu wanapokuwa, mimi niko katikati yao. Yesu yuko hapa, anaangalia moyo wa ibada. Anakagua. Ni daktari, anapima. Moyo wa ibada anaangalia. Moyo wa ibada anaangalia. Moyo wa unafiki anaangalia. Moyo wa maigizo anaona. Mchungaji siwezi nikakujaji, lakini Mungu anakuona. Ule moyo wa ibada anaona. Anaona nia yako. Anaona. Inawezekana hujafanya jambo hapa kanisani leo, lakini moyo wako